So Tobias Chanji is speaking to Mombasa residents on the expectations on the state of the nation. So let me bring in my colleague Tobias Chanji. Chanji, good morning. So what are the residents of Mombasa saying? Well, of course, Coast Region's economy has been affected by the pandemic in the last 8 months, and tourism being the backbone of it. We've seen a low number of foreign tourists, but lucky enough, we've also been seeing a boost of domestic tourism who've been flocking most of the hotels in these counties of the Coast Region, including Mombasa. But now allow me to speak to some of the traders here at Marikiti, maybe to just tell us what are the expectations of the Thursday's President Uhuru Kenyatta's address to the nation. Karibu katika mahojiano yetu kwa moja. Tuanze na majina yako, tunajishughulisha hapa na shughuli mbalimbali za uzaji. Labda matarajio yako ni yapi kutokana na hotuba itakayosomwa na Rais Uhuru Kenyatta? Majina kamili ni Mohamed Ali, ni mwenyekiti wa Makinon Markets, kwa jina jingine Marikiti, ambalo ni soko kubwa sana katika mji wetu wa island ya Mombasa, hasa katika masuala ya mboga na spices. Kwa hivyo kama wafanyaji biashara wa Marikiti, kwa ile hali iliyotokea mpaka kufunguliwa soko, kwa hotuba ya rais tunatarajia kwamba hali ya uchumi ifunguke. Kulingana wananchi wanalia sana kulingana hali ya uchumi vile iliko katika nchi yetu sahihi ya Kenya. Watu wanalia biashara, wenye kununua pia wanalia, hakuna pesa. Hiyo ndio tunaomba kama wafanyaji biashara wa soko la Marikiti. Shukrani. Labda niongee na mwenzako hapa. Tuanze na majina yako, na ningeomba tu uweke barakoa, kisha tuanze na majina yako na tuelezee matarajio yako ni yapi. Mimi majina yangu naitwa Maulidi Bakari Sheikh, na matarajio yangu mimi ni kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta aweze kutufungulia mabiashara yafunguke, na sisi wananchi kusema kweli kwa miezi hii 6 uchumi umeshuka na biashara hakuna. Mimi najua ni miezi 8. Ni miezi 8, miezi 6 au miezi 8 kama sijakosea. Ningeomba Rais Mheshimiwa Uhuru na sisi pia wananchi pia biashara ziweze kufunguka, aweze kuachilia mikakati mingi sana ya hii corona, na sisi wananchi tutafuata sheria ya corona na pia biashara nayo ifunguke. Naona unauza mbirimbi za kupika. Kidogo taniruhusu nizungumza na watatu hapa, labda tupatie tu matarajio yake. Tuanze na majina yako, tuelezee labda unauza nini hapa. Majina yangu kamili ni Abdalla Omar, lakini maarufu King. Naam, Abdalla Omar. Naam. Matarajio yako ni yapi kutokana na hotuba ya rais itakayosomwa siku ya Alhamisi? Na matarajio ya rais asitufungie, asitu lockdown, atuhimize sisi tutakuwa tayari, tutasikiliza masharti ya madaktari, tutavaa mabarakoa, lakini asitufungie, kwa sababu tufungie tutakuwa tushakufa maana. Hajasema atafunga. Labda unataka zungumzia nini kingine? Kuna masuala mengi ya kuzungumzia, kuna masuala BBI, kuna masuala ya uchumi. Masuala mengi sasa hivi. Mwanzo atuzungumzia habari ya COVID-19, manake ndio muhimu zaidi hiyo. Kisha baadaye ugonjwa utaondoka kwa Mungu kipenda ugonjwa. Mambo ya BBI sasa hapo tutaendelea nayo. Lakini sasa hivi vile kulivyo, hata hiyo BBI akituelezea hatukuelewa kwa ametuelezea nini. Kwa sababu kila mtu ana hamu ya ugonjwa. Kila mtu ana hamu. Sasa hivi mimi pia hivi, muona barakoa siwezi kuitoa, hata kama nimelala nalala nayo. Hata ukioga? Hata kioga siku hizi naoga na ile kisha natoa na ika nyingine. Muoga kweli. Lakini muhimu kidogo pia nipate, kuna tazungumza na mzee hapa hivi. Tuanze na majina yako, alafu swali ambalo nataka kuuliza ni kuwa siku ya Alhamisi Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anazungumza na taifa. Ungependa azungumzie nini? Nataka zungumzie. Naomba majina yako ni ajue. Majina anaitwa Zuberi Ibrahim Hussein. Naam. Tuomba zungumzie kuhusu mambo ya COVID-19. Atujaribu asitufungie, tusipekee lockdown, kwa sababu sasa uchumi wetu umeanguka sana kulingana na vile kulivyo. Naam. Akitufungia tutapata shida sana sisi. Okay, dawa, shukrani. Wacha tafuta mwingine. Nimetafuta mwanadada hapa, lakini ni kama hakuna wanadada katika soko hili. Labda jamaa, hujambo? Hujambo mjomba?
Majina yako yaitwa nani? Mimi majina naitwa Lukman Abdalla. Naam Lukman, siku ya Alhamisi Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na hutubia taifa. Labda ungependa matarajio yako ni yapi, azungumzie nini? Sisi tunatarajia mwanzo tunamfahamu na tunamuelewa bidii yake kwa sisi vijana. So whatever advice ile ambayo atakotupatia kwa upande wa curfew, kama ni masaa kuongezeka, tuko na rais na tunampenda sana. Tunatarajia mambo mazuri tu kutoka kwake. Yes. Labda kuhusiana na uchumi ungependa afanye nini? Ama ajira? Uchumi sasa hivi tunashukuru Mungu kwa yale ambayo ametufanyia katika hili soko, kwa sababu yeye amechangia sana. Na tunashukuru tena kwa dhati. Sababu kwa wale wasiojua, Marikiti iko katika eneo la mji wa kale au Old Town, na ni mji ambao pia ulikuwa umeathirika pakubwa na mlikuwa na lockdown hapa pia bila shaka, na mkalie sana. Na baada ya kilio chetu yeye akatusikia na akaja akatuangalia, likajengwa hili soko, limetoka maridadi sana, na hata hivi sasa tuko na parking ya kuweza kusimamia magari si chini ya 40. So biashara tunashukuru sana, toka na tufunguliwe lockdown mpaka hapa sasa hivi mambo ni mazuri, na tunamshukuru sana Uhuru Kenyatta. Tunamshukuru sana kwa hilo. Shukran kabisa. Those are sentiments from traders here at Marikiti in Mombasa County, just giving the expectations of the much-awaited President Uhuru Kenyatta address to the nation that will be happening on Thursday. Back. Right, thank you so much. Tobias Chanji, my colleague in Mombasa, getting to know the sentiments of the residents there on what they expect President Uhuru Kenyatta to say during the State of the Nation address on Thursday. But then now, from Mombasa, I'd like us to go to Uasin Gishu County. A part of what the CS had to say will most likely feature in President Uhuru Kenyatta's State of the Nation address on Thursday. But what do Eldoret residents hope to hear in that State of the Nation address? Elvis Kosgei speaking to some of them. Elvis Kosgei, good morning. Kindly talk to us on what the residents are saying. Thank you very much, Brenda. You're coming to you live from Eldoret in Uasin Gishu County, where expectations are high here in the North region. Remember, when the president will be addressing the nation on 12th, that's on Thursday, the issue to do with food security, also some of the measures that the president will take to ensure that they arrest the coronavirus. Remember, this is a region that they depend on farming. 70% of residents here depend on farming. But let me just pick mind of residents here, watuambie, je, matumaini yenu, matarajio yenu ni kama gani wakati Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anahutubia taifa? Kwa majina naitwa Boniface Opio Ogola. Mimi ni mkaaji ya Uasin Gishu for almost 30 years. Matarajio yetu ya President kutoa hotuba this week, tunatarajia President atoe mambo ya curfew, watu wafanye kazi 24 hours. Mara ya pili, Mheshimiwa atoe mambo ya kampeni ya BBI, sababu wananchi wamechoka na wakati ya kampeni sahi. Sahi angalia si mambo ya maendeleo na tupe pesa ya kufanya biashara. Na ya tatu, nasema wakati president anaongea, uhusiano yake na deputy president endelee bila kwa ameanza, wasije wakati katikati. Ni hayo tu, na curfew itolewe kabisa, watu wafanye kazi 24 hours. Asante. Binafsi yako unatarajia nini? Kuna masala yanafungamanishwa na food security, national security, mambo ya coronavirus. Ni nini binafsi yako unatarajia? My name is Moses K. Maina, one of the opinion leaders so far in the Great Rift Valley region. I want to thank the President for addressing the nation this Thursday, pertaining some major challenges facing the country. One, we have this issue of the BPI, whereby the document needs to be passed, and that is actually one of the major challenges. What we want to tell the President to address on Thursday is actually about appointment of extension of MPs within the document. We need the entire document to be harmonized, and actually, because now if they are going to extend a member of parliament, there will be a problem in way bill. Way bill will go up. Pertaining agriculture issue, what I wanted is actually we need to have all the cereals to be open.
for farmers, because right now with this region actually we are just harvesting maize, at the same time we are harvesting wheat, and the prices are not actually favorable, because now production cost of almost 1 acre goes for up to 40,000 per acre, whereby we need to farmers to be given something like 3,500 by 90 kilo bag. About the coronavirus, we have a challenge whereby actually the pandemic actually is actually seriously, and what I want to ask the president is actually to close schools, and another thing is about actually I want to thank him for extending giving powers to county government, whereby county government are going to monitor themselves about this coronavirus. About a security issue. We have an issue whereby a school teacher has been killed in the northeastern region, whereby the security is not actually favorable. Can the minister, Mr. Matiang'i take in charge? Because he has been appointed the president. That is actually not the work of the president. It is the work of Mr. Matiang'i. Mr. Matiang'i, can you take your control and actually monitor the security issue? Yes. Wacha nisikie kutoka kwako. Asante sana, mimi naitwa Mr. Kenneth Mastion, mkaji wa Kapseret, Sub-County Kapseret location. Nasikia kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Kenya atatuongelesha, na mimi nataka rais ya kwamba aongelee mambo ya mahindi ambayo tumeanza kuvuna sasa. Jambo la pili, nataka aongelee kwa mambo ya corona, kwa sababu corona ni real. Ikawa corona ni real, ninaonelea kwamba rais angemwongelesha Kenya ili wafanye mass ya kupima watu ili ijulikane ni wapi kuna ugonjwa mingi, kwa sababu nasikia unaona hii ugonjwa inaendelea kuisidi sana. Na mimi nataka niombe rais wetu atoe mambo ya kafyu, kwa sababu kafyu sasa ninaona wanasumbua watu, askari wanasumbua watu, wamefungulia askari achukue pesa, ukishikwa polisi anasema leta pesa. Sasa ninaamini kwamba corona haitembei usiku, naamini kwamba corona inatembea mchana. Sasa usiku ukishikwa polisi nasema leta pesa. Sasa naomba rais atoe mambo ya kafyu na aweke askari wafanye kazi nyingine yenye wanataka nafanya. Jambo la mwisho, nataka niseme ya kwamba rais akiongea aongee mambo ya BBI. BBI isiwe ya watu wawili, isiwe ya Uhuru rais na Raila peke yao. Hii BBI nataka iwe ya Wanakenya, iunganishwe watu wote, na tupe sisi tukiangalia sisi wenyewe tuone kwamba hii BBI tutaipitisha ama hatutaipitisha. Ni hayo tu, acha niseme. Ndio, asante sana. Asante. Acha nisikie kutoka kwa mwingine. Unatarajia nini kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta? Asante sana. Natarajia Rais Kenyatta ataguzia maneno ya BBI. Atajaribu kutafuta consensus, alete kila mtu pamoja. Hii maneno ya kusema ati hakuna kufanyia mabadiliko nini haifai. Inafaa walete viongozi wote. Wazee pia wa kanisa wamekubali, wanasema wanahitaji consensus. Vijana wanafaa walete kila mtu pamoja. Hii maneno ya kafyu tunaona maaskari wanatumia vibaya. Wanashika watu, wanaitisha pesa. So tunataka kuambia rais atoe maneno ya kafyu. Asante sana. Acha tumalizie basi. Kwa majina naitwa Churchill, na nimesikia kwamba kutakuwa na state address na President Uhuru ndiye ataongea. Jambo la kwanza ni aweze kutuambia hao wanafunzi ambao wako shule, wao ambao walikuwa wameambukizwa na corona, ni mikakati gani ameweka ya kusaidia hao wanafunzi? Atawasaidia kivipi hao wenye walikuwa affected na walimu? Jambo la pili ni insecurity. Juzi IG amesema kwamba ati ukipatikana utembei bila mask utashikwa na utachajiwa 20,000. Hii imekuwa ni business kwa sababu county askaris pia wameingililia hii mambo ya kushika watu. Wao wenyewe wakienda kushika watu hawana mask. Na pia the way wanakumishandle. Ajaribu kufafanulia hii security anamaanisha nini akisema kwamba county askari na polisi watasaidia watu, kwa sababu imekuwa ni kama biashara. Jambo la tatu na la mwisho, alisema kwamba kwa mahoteli kuwe na hiyo 1 meter. Mbona ni hoteli peke yake? Makanisa pia watu wanaingia. Corona ijui about kanisa.
Thank you very much. Those are sentiments from residents of Uasin Gishu County. Of course, we're expecting President Uhuru Kenyatta to take stock of the national security, the coronavirus, and of course, the issue of the constitution review, where he's rooting for the BBI report, together with former Prime Minister Raila Odinga and the Deputy President William Ruto. Of course, residents are also waiting matters to do with food security, like it's a harvesting season, and 70% of residents here depend on maize and wheat. And remember, they've been experiencing some of the challenges here due to the exploitative prices of market. Of course, residents also be expected to be cushioned from the competitive foreign producers. Of course, let's just take a commercial break, and I'm told that former Prime Minister is meeting senators, governors from the pastoralist community.